kwa siku ya leo tunategemea tuna viongozi wetu kutoka kijijini, kutoka Loskito, watawasilisha kwenu nyinyi wajumbe. Tutaona kazi ambayo tumeifanya kwa kile kipindi, basi tutapokea na maoni kutoka kwenu kuboresha hichi ambacho kipo, lakini lengo kubwa ni ninyi kama wajumbe wenye nguvu, si ndivyo? Kuona ni kwa namna gani sasa tutasambaza nyenzo hii kwenye vijiji vingine vingi. Tunaelewana wajumbe? Kwa hilo ndilo lengo kuu. Na kwa muktadha huu hatutegemei kutumia muda wenu mwingi sana. Kwa hiyo baada ya wasilisho tutafanya mjadala mfupi kuona maeneo ya kuboresha, nini tunahitaji kukiboresha, kiwe vipi, ili mwisho wa siku tuweze kuhakikisha lengo la kuwa na mifumo safi na salama ya vyakula na usimamizi endelevu wa ardhi unapatikana. Tukifahamu kabisa kwamba jamii zetu ni zinafanya shughuli za kilimo na ufugaji, kwa hiyo ardhi ndio kipaumbele chetu. Kwa hiyo tukishindwa kutunza mazingira yetu, tukishindwa kutunza ardhi, basi tutakuwa tumeingia kwenye changamoto. Kwa hiyo mwenyekiti, mimi niombe kwa utangulizi huu mfupi, kutoka wajumbe kutoka Loskito, mmoja atawasilisha kwenu na mimi na wajumbe wengine waliobakia tutakuwa tukijazia katika yale ambayo mjumbe huyo atawasilisha kwenu. Utekelezaji wa mbinu jumuishi ya maendeleo. Moja, shughuli hii imetekelezwa na Mji wa Arusha kupitia mradi wa kilimo endelevu Arusha CARE. 2, CARE inatekeleza vijiji 10 kwenye halmashauri ya Arusha DC. 3, Mji wa Arusha inashirikiana na Rekoda, IDP, KARI na Arusha DC. 4, mradi ulianza 2022 kwa hatua za awali za utambulisho. 5, mafunzo ya dhana au nyenzo hii yalianza 2023 na kukamilika 2024. 6, mafunzo ya warsha hizi yalihusisha wadau mbalimbali ndani ya kijiji kuzingatia misingi ya kisiasa na uongozi, mazingira, uchumi na biashara, na mwisho huduma za kijamii na tamaduni. Waheshimiwa, karibuni. Nafikiri mmesikia wasilisho hilo. Kama mna pointi za kuongeza, waongezea, au kuna sehemu mnataka waboreshe labda, naamini kuna anayerekodi huko kwamba wataandika. Waheshimiwa, karibu. Mimi nilikuwa nasema kuhusu udhibiti wa makorongo. Tumekuja kuona kwamba makorongo yamezidi kuwa mengi kuliko tulivyotoka nyuma, miaka ya nyuma. Ni lazima tufikirie kama Mji wa Arusha, ni kwa nini haya makorongo yameweza kutokea? Lazima itafutwe sababu iliyoweza kuanzisha makorongo. Sababu ni nini? Na baada ya kutafuta sababu, je, tunafanyaje ili kudhibiti haya makorongo? Ni elimu gani mnaowapa hawa au wadau wanatoa elimu gani ili kuzuia kabisa hasa haya makorongo? Manake hakuna lisilowezekana. Je, mnatengeneza maji, labda maji kuelekea sehemu ambayo ilikuwepo kutoka mwanzo? Maana watu wengine wameenda kujenga sehemu ambayo maji yanapita. Mmewapa elimu kwamba ili eneo lilikuwa la kupitisha maji. Na kama la kupitisha maji kwa teknolojia ya kisasa, je, mna mpango gani kutengeneza kama mfereji ambao hauchimbi kwenda chini, ili iwe kama ni juu ibaki kuwa juu kuliko inavyochimba kwenda chini zaidi? Vile vile kuhusu miti, kwa kweli miti ni uhai, ni kama maji yalivyo uhai. Miti kwa kweli ninajua kwamba panda miti ni nzuri sana. Udhibiti wa mifugo, najua jamii yetu ya Kimasai, ni siku 2-3 tutaambiwa mbuzi wamepita pale, wametafuna mti umefa. Mnafuatiliaje kila mti unaopandwa katika ile serikali ya kijiji? Wenye viti, mnafuatiliaje kwamba ule mti uliopandwa ukifa unarejeshewa, au kinatwa ni lazima yule aliyehusika au eneo hilo
linahakikisha ule mti unarudishiwa pale. Asante mwalimu. Sisi kama mji wa Arusha kupitia mradi huu wa kilimo endelevu, lakini na miradi yetu mingine ambayo tunaifanya kwenye swala zima la kudhibiti haya makorongo, tunafahamu tunafanya mafunzo mbalimbali ya namna gani ya uvunaji wa maji ya mvua mashambani. Kwa hiyo katika vijiji vyote hivi ambavyo tunavizungumzia 10 ya mradi, tuna watu tunawaita ni machampion wa mazingira. Wao tunawafundisha namna ya kuhifadhi mazingira, lakini pia kuwasaidia wakulima wao, wanajamii, namna gani ya kuchimba makinga maji. Hata kwenye hichi alichokiwasilisha Mzee Setabao, kuna kitu amekisema ni mafanya juu mafanya chini. Hicho ndicho tunachokifundisha kule kijijini, kwamba mkulima anapaswa kuchimba shambani mwake kutokana na mwelekeo wa maji jinsi vile ulivyo, angalau sentimita 60, labda rula 2 kina na upana, lakini urefu wa mita 10. Lakini baada ya hiyo mita 10 tunaweka kitu kinaitwa banio, kwamba maji tunaamini kwamba bila yale mabanio basi tutakuwa hatuvuni maji ya mvua shambani. Tutakuwa tunatoa maji ya mvua shambani kupeleka mwisho wa shamba, na hapo ndipo tunapoenda kutengeneza hayo makorongo. Kwa hiyo tunaamini sisi mji wa Arusha pekee yetu hatutatosha. Tunatamani wadau wengi wote ambao wana maslahi katika swala zima la mazingira waweze kutoa hii elimu zaidi, na tunafikiri dada Bahati tunashirikiana na maafisa wake wa kilimo kule kuweza kuwafikia wengi zaidi, kwamba tuhakikishe tunapopata mvua ni kidogo kiasi yoyote ile, yale maji yaweze kuhifadhiwa shambani. Kwanza itatupa tija katika mazao yetu, lakini la pili hatutapata ule mmomonyoko. Kwa sisi tunavyoamini tabaka la juu la ardhi labda ni rula 1 ndio lenye rutuba. Sasa tutakapozidi kupoteza lile tabaka la juu ambalo ndio lenye rutuba, ina maana tija ya kilimo itazidi kushuka, na ina maana hatutakuwa na usalama wa chakula. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi sote kuona kwamba utunzaji wa ardhi ni jukumu la kila mmoja wetu, na ni muhimu ili tuweze kujiridhisha kwamba tunapata chakula sahihi. Upande wa pili wa hili mama amelizungumzia, nafikiri sasa hili litakuwa ni la kwako mheshimiwa. Tunapanda miti, si ndivyo? Tunaendesha kampeni za upandaji miti karibu kila mwaka sisi, lakini pia hata na wadau wengine tu wengi tu wanapenda upandaji wa miti. Kwa hili la namna gani miti ile inapona. Tunafahamu tunafanya kazi kwenye jamii zetu hizi za kifugaji, hatusemi mifugo ni mibaya, lakini je, usimamizi wa zile sheria ndogo ndogo ukoje? Na hata ukiona kwenye wasilisho hilo ile kamati iliyopewa kazi hiyo imegusia kwamba wanadhani serikali yetu ya kijiji itusaidie, ihimize matumizi ya zile sheria ndogo ndogo, kwamba basi kila mmoja ajue kwamba basi nina jukumu la kupanda miti la kwanza, lakini pia kutunza, na mtu atakapokuja kulisha mifugo katika mbuzi zake katika miti iliyopandwa awajibishwe vipi na serikali. Labda hili nitamwachia mjumbe wetu mwenyekiti wa kijiji anaweza akalisemea. Zile sheria ndogo ndogo zilizounda ya kijiji, inapotokea jambo kama hilo la mifugo kushambulia miti ya mtu mwingine, tunajaribu kuchukua hatua za kisheria inapotokea. Na tunashukuru maana wananchi wa kijiji cha Mosquito wengi wameshakuwa waelewa. Kwa hiyo inapotokea inaletwa ofisi ya kijiji, tunawakutanisha, tunachukua ile sheria ndogo, tunamwadhibu, na hata wakielewana itakuwa ni jambo jema, kazi inaendelea pia uoteshaji wa miti. Kwa hiyo tunalisimamia. Kwa nilikuwa naomba waheshimiwa kwa kwenye kipindi cha mradi kujitahidi kuwatumia wale. Hata kama hapo kwenye kijiji chako, uko kijiji cha pili pia unaweza ukawatumia. Ni watu ambao wanapewa mafunzo ya mara kwa mara kwa namna gani tunaweza tukawezesha mazingira yetu yakawa kama ambavyo tunaona kwenye picha hiyo ya Mosquito. Nafikiri kwa watu wa Mwandeti wanafahamu, ukiangalia kabla ya mradi kulivyokuwa na sasa hivi kuna tofauti kubwa. Kwa hiyo kama tuna nia ya kujifunza, nafikiri tujitahidi tuende kutembelea Mwandeti tuone hususan kwenye hicho kijiji tunaona mabadiliko. Hawa machampion wako, nafikiri kuna sehemu nyingine 2, nyingine 3, nyingine 1 tuwatumie, kwa sababu ni vijana ambao tuko nao kwenye mazingira yetu ya kazi. Na upandaji wa miti ipo ndani ya hizo sheria zenu, kwa sababu kama haipo ina maana mmetakiwa mkaboresha, na hiyo ni muhimu sana.
kwa sababu hiyo italeta mkutano wa kijiji mfanye, alafu mboreshe iwepo kweli na kipengele hicho. Kwa huku foresti, labda niongee tu kwa uzoefu ambao tunao, wengine tunalimalima mashamba ya forest. Mtu akipewa kaploti ya shamba ikipandwa miti, wewe una wajibu wa kulinda ile miti mpaka itakapokuwa. Yaani yule mtu anayesimamia ile kisehemu chake cha ploti, na maana una wajibu wa kuhakikisha ile miti inakuwa, na ikitokea kwamba mtu umekufa, ina maana unabidi ukalete mtu upande pale. Sasa sijui kwa upande wenu Loskito ambao mmefanyika kama shamba darasa, kama ninyi kwenye sheria zenu zile za kijiji kama kweli mna hicho kipengele, kwa sababu ina maana ingetakiwa kila mtu awajibike kwenye eneo lake. Lakini pia nitaka niulize, pamoja na kuwa ni mashamba ya watu binafsi na mmeongea masuala ya kilimo hapa, je, kijiji kama kijiji mna sehemu yenu ya ardhi ambayo inaweza ikawa ni sehemu moja ambayo basi hata wananchi kule wakishindwa nyie muoneshe mfano? Ningetamani kujua haya. Asante. Vitu vyote ambavyo umejifunza mahali hapa kwa kweli vinaonekana. Alafu pia nyingine ile ambalo kuna mjumbe aliuliza kwamba makorongo husababishwa na nini? Makorongo haya yanasababisha ni watu, kwa sababu utakuta maji ambayo yani maji kama maji kwa kweli na watu, kwa sababu ya ule uchu wa kilimo umewapelekea watu miaka 10 iliyopita, na kuna njia ya maji. Yani maji ni kitu cha ajabu, kwa sababu maji nani sema ambayo maji ilikuwa inapita miaka 10 iliyopita na ikaacha, lakini miaka ile iliyofuata maji yanapita tu pale pale. Kwa hiyo maji kama maji iliendelea kufuata njia ya kila zamani, kwa sababu ya nini? Na watu walipata ule uchu. Kwa hiyo bado kwa mwenyekiti, elimu inatolewa, na elimu inatolewa kwa wale watu waache kulima maeneo yale ambayo maji miaka 10 iliyopita ilikuwa inapita, lakini hapa katikati kao imeacha. Basi sasa hivi kwa miaka 10 iliyopita maji yanaendelea kufanya nini? Kufuata ule mkondo wake wa zamani, ndio hata ilikuwa inasababisha makorongo mengi kutokea kwa mwenyekiti. Kwa hiyo ile kama kijiji inayo, naposema kwa inayo, maana kuna vikundi vilivyoanzishwa kwa ajili ya kilimo endelevu iko huko. Kwa hiyo kidogo nayo ule msaada kusaidiana na